Mungu amekufa. Maneno matatu tu, lakini yalibadilisha mkondo wa historia nzima ya ustaarabu wa binadamu. Na mtu aliyeyasema hakuwa na furaha wala hakuwa na kiburi. Nietzsche alikuwa anatangaza msiba. Ustaarabu wa Magharibi ulijenga maadili yake yote juu ya msingi mmoja, na Nietzsche kwa akili yake kali kama wembe alisema msingi huo umeanza kuporomoka. Jina la kuporomoka huko ni nihilismu, hali ya kutokuwa na maana, madhumuni wala thamani yoyote inayoshikilia maisha pamoja. Lakini Nietzsche hakutuacha gizani. Katikati ya jangwa hilo la kifikira alichora njia ya tatu. Leo tutavua moja baada ya nyingine nyuso 18 ambazo nafsi ya binadamu imejificha nyuma yake. Nyuso ambazo nawe unavaa kila siku bila kuzijua. Mwaka 1844, Prussia, familia ya mchungaji wa dini. Friedrich alipoteza baba yake akiwa mtoto mdogo, kisha ndugu yake. Dini ilishindwa kumpa maana ya maumivu hayo, na hapo ndipo ufa wa kwanza uliingia. Hata hivyo, akili yake ilikuwa na mwanga wa pekee. Katika umri wa miaka 24 tu, alipata kiti cha uprofesa katika chuo kikuu cha Basel, profesa mchanga zaidi katika historia ya Ulaya. Lakini baadaye aliacha kila kitu. Kwake, ulimwengu wa taaluma ulikuwa unazalisha watumishi wa mfumo, watu wenye diploma lakini wasio na fikira za kweli. Alijistaafu na kujitenga milimani. Maradhi, maumivu makali ya kichwa, upweke wa kuzama. Karibu akapofuka kabisa, na katika giza hilo hilo ndipo akili yake ilichomeka. Usiku mrefu una alfajiri yake. Alielezea pombe na dini kwa neno moja zito: narkotiki mbili zinazolevya binadamu. Akili ya kweli haikimbi maumivu, inayakabili, inayashika, inayabadilisha kuwa nguvu. Na hapa ninahitaji kukuuliza swali moja, swali ambalo ukilijibu kwa uaminifu litabadilisha jinsi unavyojiona mwenyewe. Wewe kila siku unakimbilia kwa narkotiki gani? Nietzsche alisema, kila nafsi ya kina inahitaji kinyago. Watu wanajenga utambulisho wa uongo ili kuishi katika ulimwengu wenye maumivu. Sasa tuanze kuvua nyuso hizi. Kitu unachokichukia zaidi kwa mtu mwingine mara nyingi ni kitu kilichofichwa ndani yako mwenyewe. Saikolojia inaita projectioni. Kamau anamshutumu kila mtu kuhusu kiburi, lakini ukiangalia kwa makini, Kamau mwenyewe ana vita vya siri dhidi ya kujistahili. Angalia mtu anayezungumza kila wakati kuhusu wema wake. Mimi ni mkweli kupita kiasi, sijawahi kudanganya. Nietzsche anaita hii hamu ya nguvu iliyofichwa. Wema wa kweli hauhangaiki na makofi. Unafanya kazi yake kimya kimya kama mzizi chini ya ardhi. Mtu anayejaribu kudhibiti kila kitu ni mtu anayeogopa sana msongamano ndani yake. Fikiria Tariq anayewashughulikia wafanyakazi wake kama vipande vya chesi. Je, ni nguvu? La hasha, ni hofu iliyovaa sura ya nguvu. Ganda gumu la nje daima linaficha ndani laini na dhaifu. Mtu anayejaribu kujionyesha bora kuliko wengine kila wakati, katika mazungumzo, mitandaoni, hata ndani ya daladala, kwa kweli anazungumzwa na hisia moja tu: kutotosheleza. Ujasiri wa kweli haushindani na mtu yoyote kamwe. Mtu unayemwonea wivu ni kioo cha uwezekano wako. Anaonyesha kitu ndani yako ambacho kinajua unachoweza kufikia. Usiukimbie wivu huo, ukumbatie, ubadilishe kuwa nguvu ya kujisukuma mbele. Mgaagaa na upwa hali mli mkavu. Sijali kabisa. Mtu anayepiga kelele hivi mara nyingi ni mtu anayejali zaidi ya wote. Mkatazo mkubwa wa ghafla ni mbinu moja tu ya ego, kuzuia mashaka yasionekane. Na hii ndiyo nzito zaidi ya zote. Watu wengi hawana imani wala falsafa wanayoishi. Wanaishi majeraha ya utotoni wao.
Mtu mzima anayefanya kila kitu ili apendwe na akubalike ni bado yule mtoto mdogo aliyekuwa akisubiri neno moja la idhini tu katika mwili mkubwa. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Lakini swali la kweli ni hili: je, wewe mwenyewe utakubali kukua? Nietzsche alitaka kutupiga mbali na starehe zetu. Alisema, jenga mji wako kwenye mtelemko wa mlima Vesuvius. Ishi hatarini, usikimbie maumivu, yakumbatia, yabadilishe kuwa nguvu. Hii ndiyo kiini cha dhana yake ya Ubermensch. Si mtu wa nguvu ya kimwili, si mtawala wa wengine. Ni mtu anayekataa kwa utulivu maadili yaliyowekwa na hofu, na badala yake anaunda thamani zake kwa mikono yake mwenyewe. Hii si udhalimu, hii ni utawala wa nafsi. Mwaka 1889, Turin. Nietzsche aliona farasi akipigwa vibaya barabarani. Alimkimbia, alimkumbatia shingoni. Alisema maneno mawili tu: nakuelewa. Kisha akalia, na akili yake ilikata kamwe. Aliishi miaka 11 baadaye, kimya kabisa, akitazama dari, asiyejua tena alikuwa nani. Alikufa mwaka 1900. Vitabu vyake vilikuwa havikuuzwa wakati wote wa maisha yake, lakini historia ilikumbuka. Ujumbe aliouacha ni mfupi, lakini una uzito wa miaka mingi. Acha kuwa msaidizi katika hadithi iliyoandikwa na wengine. Tambua nyuso unazozivaa, kwa sababu nyuso hizo si majibu, ni maungamo. Zinaonyesha kile unachokiogopa, kile unachokitamani, kile ambacho bado hakijakamilika ndani yako. Na sasa jiulize swali moja kwa utulivu na kwa uaminifu kamili: je, niko tayari kuwa mtu ninayekuwa kweli kweli? Kinachonishinda bila kunivunja kinaniongezea nguvu. Ikiwa uchambuzi huu umeanza kupasua kitu ndani yako, tushirikiane katika sehemu ya maoni. Katika video inayofuata, tutachunguza pembe nyeusi zaidi ya falsafa ya binadamu, swali ambalo wanafilosofia wakuu wameepuka kujibu wazi wazi kwa karne. Bonyeza kitufe cha kujiandika, usikose. Endelea kufuatilia channel hii kwa video zaidi kama hii, na usisahau kupiga like.